Sawa. Lakini hili jambo tumekuwa tunaongea, wewe nimeongea. Hili naona trip inaenda mara 3. Mimi sione kama linaenda sawa. Na sijaona kama kuna hatua yoyote ambayo umechukua. Sio, unanielewa? Mimi ninachotaka ni kwamba wewe mdogo wangu uolewe. Lakini naona umebweteka, hakuna hatua yoyote ambayo umechukua, hakuna chochote kile kwamba kaka nimeleta barua hii hapa, kuna mtu anakuja. Hakuna. Wala uniambii, na umetulia tu. Na sijui unafikiria nini. Sijui unafikiria nini na unaliwaziaje? Kwa sababu mimi sina nia mbaya mdogo wangu. Mimi nakuwazia mema kabisa. Nia yangu mimi ni kukutoa wewe kwenye kongwa. Lakini wewe utakuwa umenitoa mimi kwenye kongwa, kwenye lawama kwamba wewe nimekulea lakini mwisho wa siku sijakutendea haki, sijakuozesha. Hapana. Mimi nataka wewe uolewe, uwe na maisha yako. Sio, unanielewa? Lakini kaka, mimi naona mimi bado sijamaliza ujana. Muda bado, nipe muda kidogo kwanza. Nikishamaliza ujana kangu mimi nitaolewa. Kuna vitu vyangu bado sijafanya. Kwanza nicheke. Ujana gani ambao unataka kumaliza? Huo ujana wala kumaliza dunia nzima. Hapo ndipo ulipofikia. Panafaa sana kuolewa. Ni wakati sahihi wa kuolewa. Ukivuka hapo unataka kuolewa mshangazi. Na mimi sitaki kumwozesha mdogo wangu mshangazi. Wala sitaki nipokee wala malalamishi kwamba uniletee mimba nyumbani kwangu. Sitaki hilo. Unajua mimi nilivyoachiwa wewe nikakulea mdogo. Mimi yangu natamani leo na kesho uwe na maisha yako na maisha bora. Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho labda wewe uelewi. Thamani ya mwanamke yoyote duniani ni kuwa na nyumba yake, kuwa na familia yake. Achilia mbali kwamba kazaa. Lakini ukiwa na nyumba yako, ukiwa na mji wako, thamani yako inapanda. Haitakuwa vile kama mtu ambaye hajaolewa. Kwa sio kwamba nang'ang'ana tu kwa sababu uolewe, hapana. Nia yangu uheshimike na wewe. Lakini pia licha ya kuheshimika wewe, nitaheshimika mimi kakako niliyekuozesha. Lakini kaka, mimi ni mtu mzima. Mimi mwenyewe nina maamuzi yangu. Unajua kaka, siwezi nikachukua tu mtu nikamleta hapa nikasema anioe. Ni lazima nijue huyu ananifaa, hanifai, ni nani. Siwezi kuokota tu mtu nikaolewa kesho kutwa nikaacha. Hiyo itakuwa aibu kwako pia kakaangu. Niangalie, nitafute mtu atakayenifaa, niolewe. Sio kukurupuka kakaangu. Sawa, hapo kwenye utu uzima. Na mimi najua kabisa ninaongea na mtu mzima. Sijakaa kuongea na mtoto. Siwezi kumwambia mtoto aolewe. Ninaongea na wewe unayeelewa mema na mazuri. Ndio maana nikaongea na wewe mtu mzima uolewe. Huna utoto wote, unafaa kuolewa na unafaa kuwa na familia yako. Sijaona chochote kile ambacho kasoro yoyote. Una kasoro gani mdogo wangu? Huna kasoro yoyote. Ni swala wewe kuwa tayari. Yaani ukisharuhusu kwamba uko tayari. Sawa. Hata ukiwa umepata mtu ambie kaka, nimekushakuja na mtu. Bwana mimi kuna mtu ataka ujinitolea barua si nini, mimi nakubali, sina nia yoyote ile na wala mali, sio kwamba sina haja ya kutaja mali kubwa, nia eti ni kuozesha kama nakuuza. Mimi sikuuzi mdogo wangu. Nia yangu mimi uelewe, upate thamani yako kama mwanamke. Yaani hapa sio kwa manufaa yangu, ni kwa manufaa yako wewe. Uwe na thamani yako ipande, ile thamani ipande kama mwanamke. Sawa kaka, naomba unipe muda. Nitamleta mtu. Hapo sasa unakuja. Kama kaka unaposema muda, sawa nakupa muda. Lakini usichelewe. Sio kwamba nakupa muda, sio kwamba nimekupa karine nzima ya muda. Kama sio leo, kesho kutwa uniletee majibu kwamba kaka mimi nishapata mtu huyu hapa anataka kuleta barua na mpokea. Mali hata sitaji kubwa. Sitaji kubwa mali, hapana. Sio kasema kama kaka anataka nia yake ataka kuniuza, hapana. Wewe niletee huyo mtu bwana, analeta barua, tunapangwa mahali, maisha yanaenda. Lakini maisha ya kuishi hivi si haya maisha mimi siyataki na sitaki kuyasikia. Sitaki kuyasikia. Sio, unanielewa? Naongea yaingie ya kuelewe. Sio unanivutia midomo hapa. Naongea vitu vya maana, wewe unanivutia midomo kwamba si hapa si tunashindana si nini. Mpumbavu wewe. Yaani mimi naongea wewe unanivutia midomo. Maana yake nini? Kwa nini ninavyoongea mimi hivi havina maana, si ndio? Kwa umeona mimi nimekaa napoteza muda, si ndio?
Au umeona mimi sina kazi za kwenda kufanya? Yaani naongea, unaivutia midomo na angalia pembeni. Zinakutosha kweli wewe? Mpumbavu wewe. Sasa sikia. Mimi utake utaolewa, usitake utaolewa. Lazima nikuozeshe. Tena akija mtu mmoja hana hata mali kakubali tu kukuoa, mimi nakuozesha bila hata mali, mpumbavu wewe. Sasa jichanganye. Usimlete huyo mtu. Ndani ya miezi 6 hii nataka uolewe. Sikutaki hapa nyumbani kwangu. Sina nielewa. Hala. Sitaki uongee chochote kile. Pumbavu wewe, shwai ni wa ajabu. Yaani katika jambo umenifurahisha ni jambo hili la leo. Kwa kweli umenifurahisha sana. Yaani nimeongea na wewe ile asubuhi. Shangu ananipigia kaka. Akasema kimeshaita. Kwa nimejisikia moyo wangu umekuwa mwepesi. Yaani ule mzigo ambao ulikuwa unanisumbua kwenye moyo wangu kwa kweli umeondoka. Na hii ndio inavyotakiwa. Umepewa asubuhi, jioni fanye kazi ya watu ishe. Kanina furaha huko na kutoka. Ni tena nimewahi kwamba ni hili jambo nataka liishe mapema. Unajua? Hapa nianze kupanga habari za process za mahali kila kitu kikae sawa. Mimi sina haja nyingi. Kama kakako unavyojua. Mimi sitaki nyingi. Hapa kwenye laki nane hivi. Laki nane au kama imepungua hata kisema 200,000 tu mradi nimeshapanga kila kitu kimenyoka. Anaenda kuishi. Mambo safi kabisa bro. Wewe ndiye tu andokea wapi nini na nini maisha yanaenda. Hata kama kabila gani tofauti na wewe. Hii sipo. Lakini kaka mimi hata sijakuitia hayo mambo. Umenitia mambo gani? Unajua nini kaka? Ile swala uliokuwa hapo umeniambia asubuhi ile. Hilo. Hilo najua kabisa ndio umenitia. Na uwezo kuniangusha. Mimi najua kuna mtu ulikuwa una nani naye unawasiliana naye nini na umeshamwambia aje. Na hapo ndipo napataka hapo. Na mimi sikuwa na nia mbaya, sio kwamba nakushinikiza ukaolewe, sijui ufanyeje na nini. Unaolewa kuweka thamani yako wewe unaitengeneza. Lakini kaka, mimi nilikuwa nataka nikwambie hivi. Unajua ile swala ulioniambia asubuhi. Wala hata sio baya kakangu. Ni jambo zuri. Na ninajua sio baya kabisa. Ninajua sio baya. Ndio maana umenifikiria mimi. Wewe ukiaibika wewe tena umeniaibisha mimi. Lakini sasa kaka yangu, ulikuwa umenipatia mwezi mmoja niwe nimeshapata mwanaume. Ndio. Nimefikiria nikaona kaka yangu kweli ameongea kitu cha maana sana. Umri huu sasa hivi kuwa nazunguka mara huku mara kule hapana. Sasa je. Mambo mle. Nimekuza jamani kwa kweli. Nimekuza. Haya. Nilikuwa naomba unipatie muda wa mwaka mmoja. Kwa
kwa sababu ulikuwa unanipatia mwezi hautoshi kaka kupata mtu sahihi. Dunia sasa hivi nitapata wapi mtu sahihi? Mwezi mmoja kakaangu, mimi nataka nipate mtu ambaye wewe mwenyewe utaheshimika, sio kwamba niolewe leo kesho nirudi. Nataka nipate mwanaume ambaye tutapendana, tutaheshimiana, tutajenga familia bora kama wewe ambavyo na wifi mnaishi. Lakini kwa mwezi mmoja kakaangu kupata mwanaume sahihi, kakaangu wewe mwenyewe fikiria, mwezi mmoja mimi namtoa wapi? Namtoa wapi huyo mwanaume? Naomba unipe mwaka huu mmoja tu. Mimi nitakuwa nimeshakamilisha. Kakaangu utaweka sherehe hapo, nitakuletea mkwe. Utashangilia kaka. Nakuomba mwaka huu mmoja tu. Kwanza. Okay, kweli. Wewe. Huo mwaka unataka mwaka wa nini? Mwaka huo unataka mwaka wa nini? Haya, mimi nikuulize swali. Uko tayari kuolewa au hauko tayari kuolewa? Kuolewa kakaangu niko tayari, ila na mtu sahihi. Mimi ninachotaka kwamba uniambie mimi kaka niko tayari. Huyo mtu sahihi mimi simtaki. Huyo mtu sahihi ni mtu gani? Wewe niambie wewe uko tayari, kwa sababu kuna watu ambao hawako tayari na watu sahihi wapo. Ila tu utayari mimi kwako ndo na uhitaji wewe kwamba mimi kaka hapa mimi niko tayari. Huyo mtu sahihi wewe muondoe yani kabisa mfute. Swala huyo mtu sahihi mimi nalijua. Mimi wewe niambie kaka mimi niko tayari. Huyo mtu sahihi yupo, anapatikana. Swala tu wewe niambie kaka mimi nataka kuolewa. Na kuuliza tena, unataka kuolewa hutaki? Niko tayari kakaangu. Na kuuliza tena, unataka kuolewa hutaki? Mara ya tatu. Na kuuliza tena, unataka kuolewa hutaki? Nataka kaka. Sasa kama unataka, hilo jambo limeshaisha. Niachie mimi. Hiyo swala la mtu sahihi si nani na nini. Wewe swala niachie mimi. Hilo tayari shughuli shaisha. Kaka, mbona unaondoka? Nasema hivi, hilo swala niachie mimi. Sio unataka kuolewa? Ushamaliza. Lakini kikao hakijaisha. Nakwambia niachie mimi mdogo wangu. Wewe kazi wewe niachie mimi. Ala. Bwana Shabati. Ni swala la wewe kukubali. Yule kijana watu hana ndama kuu. Wala hana jambo lolote, yani hana mbambamba. Kiufupi ni kijana ambaye kwanza yuko smart. Anajua kuvaa. Yani ni mtu ambaye ukimwangalia zimo yuko smart hapa. Yani hapa kwa smart. Pale mdogo wangu hata mwenyewe ukimuona unasema kweli kaka big up, unajua kutafuta. Nisha kutafutia mchumba, huyo mchumba ukimwona kweli hata ukitembea naye unajua kweli hapa niko na mume hapa. Kidali kipo nini? Hata kuhudumia mambo yatakaa sawa. Yaani huyu usiogope. Ni mtu ambaye amenyoka. Akisema nyekundu, nyeusi. Anajua, yaani kanyoka. Kwa hiyo yaani mimi napokwambia kwamba bwana umepata wa maana. Shapata bwana wa maana. Tena kwenye swala la nini la kuzingatia muda, kuzingatia mambo yani hivi ninavyoongea hivi naweza kawa yuko njiani anakuja. Unaona? Na ukizingatia kama unajua vijana sasa hivi wengi wanakuta wanavuta bangi, wanakunywa pombe, mashisha na nini, lakini ni kijana ambaye huwezi kumkuta kwenye makundi kama hayo. Yaani huwezi kumkuta. Yaani kwenye makundi hana. Kwa ni mtu ambaye kusimati. Kwanza ukiona kama kakivaa.
Bwana usemwi. Usemwi kabisa. Wema, karibu. Bwana usemwi. Yaani usemwi. Ninachokupendeaga ni kwamba umenyoka. Ukisema saa 10 kamili unakuja kasoro dakika moja. Yaani hapo ndio ninapokukubaliaga pale kile kitu naona. Yaani ninachokupendeaga hicho bwana shemeji yangu. Sasa bibi huyu hapa. Bibi harusi mwenyewe, bibi harusi yetu mdogo wangu huyu hapa. Kwa kweli ni mdogo ambaye nimemlea kwanza. Ni mtu ambaye mimi nikiwa kama kaka sikutaka aingie kwenye makundi, sikutaka nini, na ile swala kusema siji na wadada, sio kuna vijana wadada siku hizi wanakuwa wanaharibika na nini. Lakini ni sisemi kwa sababu ni dada yangu, sisemi kwa sababu nampamba, hapana. Kikweli dada yangu kwanza yuko smart, ni mtu ambaye anajielewa. Kwa hiyo naamini kabisa na wewe shemeji yangu, ninavyokuona mambo yako ninavyoyajua, mambo yatakuwa hivi, ndio itakuwa hivi moto. Kwa kila kitu kitakuwa, yani kila kitu kwanza ishaenda sawa. Haya dada mtu, bwana ndo huyu hapa. Kaka, mimi naona umenichoka. Umenichoka, unataka tu niondoke hapa nyumbani kwako basi. Hivi kweli umezunguka. Umeona? Wewe sasa ndio mwanaume, ngoja nimpelekee mdogo wangu amuoe. Yaani shabiki wa Simba, mimi shabiki wa Yanga. Wapi na wapi? Kaka yangu, sitaki kukuvunjia heshima. Mimi siwezi kuolewa na mwanaume kama usiwezi. Sasa wewe mdogo wangu, kwani mle ndani mnaenda kucheza mpira au mnaenda kuishi kama ndoa na mke na mume? Au mnaenda kutengeneza timu ya kwanza kushindana tena mume? Ndio sio vita nani mdogo wangu. Afu kitu kingine kwa shemeji, unajua ndani mkuu mwanaume Simba, mwanamke Yanga, ndio inapendeza. Kuna siku moja mnachachuana hiyo, ukafungwa kafanya nini? Nileta ugwede ndio. Unajua ndio unapendaga. Shemeji yangu, unakiri uko smart kweli. Kwanza zako mchachuane ukafungwa, mtu kanuna unambembeleza na mvuta natia kwenye paja, unategemea kwamba kafungwa unamnunulia hata zawadi, au ukifungwa wewe unakuta akakupigia kitu masotoni kwamba anakucheka. Mambo yatakuwa yaende hivyo. Lakini unawezaje kumhukumu mtu kwa kumwangalia bila kuishi naye? Mimi niliyemuona kwa muda mrefu najua kabisa yuko smart, ni mtu ambaye kijana ambaye hana mambo mengi. Sasa wewe unawezaje kumjaji akiwa eti amekuja leo ukaanza kumjaji leo? Unawezaje kujua kama ni mbaya? Au mdogo wangu anataka kuolewa na wale walamba midomo? Watakao kuchezewa kuacha au watakao kuletea mimba hapa nyumbani? Mimi ndio nishakuona huyu hapa yuko sahihi, ndio nataka kukuozesha wewe. Yuko sahihi kabisa, huyu ni kijana ambaye hana mambo mengi. Kakaangu, mimi ninaona hapa hamna ndoa. Ndoa hakuna. Napo nipatie mwaka wangu huu mmoja, nitafutie mwanaume ambaye mimi naona ananifaa niolewe na. Mimi siwezi kuolewa na mwanaume kama huyo. Siwezi. Sitaki kukuvunjia heshima kakaangu. Mimi unajua unaniletea mwanaume wa maana, unaniletea mwanaume kama huyu eti mdogo wangu, nimekuletea huyu hapa shemeji yako uolewe. Kakaangu hapa haolewi mtu. Na kama umenichoka mimi kukaa hapa nyumbani kwako, nitaondoka. Lakini hapa siolewi. Nipe mwaka wangu huu nikatafute mwanaume ambaye mimi naona kwangu ni sahihi. Sasa unaenda wapi? Sijani. Huyu ni swala la kumweka sawa tu. Atakaa sawa, yani wala usiogope. Ndio maana hivi nimekuja nimejiandaa. Yani hilo ule umejiandaa. Yani usijali, usiogope. Kesho leta barua. Baada ya kuleta barua tutapanga mahali. Yeye huyu hapa ninajua kabisa. Anaweza kawa anaingiwa na tamaa na danganywa na wao walamba midomo hao. Mimi nasema hivi, wewe ndo utakayemuoa. Mimi ndo kaka nishasema, wewe ndo utakayemuoa kwa sababu huyu kabisa hana chochote zaidi ya wale wanaomdanganya walamba midomo. Kwa hiyo kesho wewe nenda nyumbani. Kesho ndio na barua. Ukileta barua wewe kwenye barua kwanza utajua bwana shemeji tunaongeaga, weka talaki mbili kwenye barua. Anaweka laki 3 nini mambo yaende sawa. Ngoja hiyo bwana. Sasa unaanza kuharibu. Shida yako mimi nataka huyu hapa. Kisha aleta barua laki 2 laki 3. Sio na mtu kukataa. Hawezi kukubali nikiwepo. Wewe kwa sababu nikiwepo anaona kwamba atajirahisisha kikubali sasa hivi. Kwa wewe ukienda ukaleta barua, atajua kabisa huko serious mpaka kuoa. Sio naelewa jambo. Kwa wewe nenda, kesho njoo na barua. Tukipanga mahali inapokuja, huyu hawezi kunipinga, mimi hawezi kunipinga, mimi ni kaka yake.
mahaba ndani ya silani, lazima aolewe na nitakuozesha wewe. Nimezunguka mtaani kote, huku kote nimeona kijana ambaye ziko smart, ambaye amenyooka, akili zake zimekaa zimetulia, ni wewe. Sijaona mwingine. Unaona ninahakikishia. Yaani mimi nakuhakikishia huyu ana shida. Ana shida kabisa, wala usijali. Wala usiogope, jambo lishaisha. Wewe kesho ndio na barua. Usiogope kabisa. Kwani mpira unacheza mle ndani wewe unaoa? Wewe ushabiki unaweka pembeni, ndoa iingie huko. Mbona ushabiki anaingilia na vipi? Wewe hana sababu ya muhimu wala wewe usijali shemeji yangu twende. Mimi ndio mambo yameisha. Yaani usijali, kila kitu kimeenda sawa. Wewe sasa nitapanga jinsi gani tutawasiliana kwa ajili ya kushughulikia mambo ya mali. Sawa? Yaani wewe usijali. Mimi ndio kaka mtu. Ndio naongea kama kaka mtu. Sawa? Sawa? Usijali. Safi. Vipi? Poa za huko. Fresh, mbona hivyo? Yaani kwa nataka kukupigia sasa hivi. Umeniwahi. Yaani kama ulikuwa kwenye nafsi yangu. Vipi unarudi lini? Na hiyo ndio dhumuni kubwa la kukupigia simu ili niweze kukufahamisha. Kwa sababu nilikwambia nitaweza kurudi mwaka huu, lakini kuna ratiba kidogo imeweza kubadilika ukazini kwetu. Kwa hiyo sitaweza kurudi mwaka huu, nitarudi mwakani. Nini? Hivi uko serious au umelopoka? Yaani mimi umenipigia simu nimejua ndo nitapata afadhali. Hivi unajua napitia wakati mgumu sana huku kwa ajili yako. Kakaangu ananinyanyasa, ananipelekesha, ananinyima raha kwa sababu yako wewe. Yaani mimi nateseka na vumilia kwa sababu yako. Afu unaniambia nini wewe? Uko serious kabisa? Utarudi mwaka kesho. Yaani umenipigia simu uniambia utarudi mwaka kesho kweli? Yaani si unajua mimi nimekuja huku kwa ajili ya kufanya kazi.
Kwa kurudi huku bila kuimaliza kazi ni sana kupoteza muda, mpenzi wangu. Hivyo nakuomba uwe na subira, nikirudi tu tatimiza malengo na ahadi zote nilizokuahidi. Naomba uwe mvumilivu. Unajua nilivyoona simu yako nimepata afadhali nikajua nitapumua. Unarudi mwakani? Hapana. Kama umepata mwanamke mwingine wewe niambie tu. Mimi nifanye mambo yangu bwana. Sasa mbona unanikatia simu na tujamaliza maongezi? Hivi unajua kama napitia wakati mgumu sana? Kakaangu kashaniletea mwanaume pale nyumbani niolewe. Kuna mwanaume kashaleta posa. Niambie, kama wewe umeshapata mwanamke mwingine huko unataka kuoa, haya, niache na mimi niolewe. Sawa? Kama mbaza mtu anataka kuoa, muoe na watakia maisha mema. Mimi nimechoka na siwezi kusubiri tena. Kama unataka kurudi sasa hivi rudi tumalize, kama huwezi basi. Sawa shemeji. Mazungumzo tulizungumza jana. Kwa hiyo nanihakikishia lile la kuhusu mdogo wangu lini? Mimi kajua lishaisha. Bado nakumbuka. Mimi tumeongea pale na nikakwambia nikakuelekeza kila kitu. Unajua limeshaisha. Mimi namaanisha kabisa. Mimi ni moyo wangu huo kwa dhati kabisa mweupe namaanisha. Na sina masiara na hili jambo. Ninachotaka mimi yule mdogo wangu waolewe. Na wakumuoa ni wewe na sio mwingine. Sijamuona mwingine hapa kijana mtaani hapa. Sijamuona ambaye anaweza kufanania na sifa zako. Hapana, sijamuona. Ndio maana nimekupointi wewe. Wewe ndio unaweza kumuoa yule mdogo wangu. Na yule mdogo wangu namjua toka utotoni, nimemlea, nimeachiwa akiwa mdogo hivi. Kwa nini ninachoongea mimi ninamaanisha? Unachotakiwa wewe kufanya ni kuja na barua, nikupangie mahali uoe wewe uchukue yule mke wako. Mimi nimekutegemea wewe, najua kabisa hapa mtaani, hapa kijijini, hapa mtaani wewe. Mimi hata usipomaliza mahali. Madhali tu mdogo wangu kashaolewa. Mimi kwangu furaha. Kwa wewe ndugu yangu ondoa wasiwasi, usiwe na shaka aina yoyote ile kuhusu sijui nini na nini. Mimi na uhakika yule ndo atakuwa mke wako. Kwa nini nahakikishia kwamba nikikamilisha hivi vitu nikikuletea unaniwezesha? Mimi nakuhakikishia. Au vipi ndugu yangu? Au na unataka kumcheza mdogo wangu? Maana unauliza kwa masharti, kwa msisitizo kabisa. Huna uhakika, hujampenda yani. Bado hujampenda au ndo bado unaangalia una nini? Kama nimefika hapa nimekufuata ina maana nampenda. Kwa hiyo ninachotaka tu unihakikishie kwamba bwana ukikamilisha vitu fulani bwana mimi nakuozesha. Sitaki kumpromote mdogo wangu aolewe. Shida mimi nataka nimuozeshe. Hata kwa mahali sio kamilika lakini aolewe. Nia yangu mimi yule mdogo wangu asije kanibebea mimba nyumbani kwangu. Mimi sura yangu mimi wanavyoniona mimi nitaiweka wapi? Kwa nia yangu mimi yeye haolewe. Akishaolewa tu basi napumua nashusha mzigo. Unajua kinachomata ni ile kumheshimu mtu. Ukionyesha ile nia kuheshimu ile familia ukatoa barua, tunaamini wewe uko serious. Wewe unanielewa ninachoongea? Yaani wewe uonyeshe nia, ulete barua. Mahali hata usipomaliza. Ila jambo ya barua na nini tutapanga mahali lakini kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi ndugu yangu, bwana shemeji, wewe ndo shemeji yangu. Yaani nimekaa hapa lakini naamini wewe ndo shemeji yangu. Sina mwingine. Hakuna.
Na naongea hivyo kwa sababu gani? Asije kaja mtu mwingine yoyote hapa mtaani akaja kijana ambao aeleweki wa ovyo ovyo akataka kumuoa, alafu wewe tayari mimi nishakukabidhi kwamba nataka umuoe, utoe barua, utoe mahali. Kwa hiyo nimekwambia wewe ufanye haraka kama ungeweza kabisa. Hata kesho kutwa njoo na barua. Sio, unanielewa? Ukija na barua kila kitu atatulia. Na yeye ana machepele vile kwa sababu hajaona chochote kitu. Unajua Watanzania wanasema mkono mtupu haulambwi. Sio, unanielewa? Kwa ana machepele vile, naona siji hataki siji nini kwa sababu hajaona chochote kitu. Lakini mimi nia yangu sio chochote kitu. Nia yangu yule mtoto aolewe. Akishaolewa basi na mwanaume wa kumuoa ni wewe. Basi nadhani jambo dogo. Hiyo vitu nitakamilisha na nitakuletea mwenyewe. Na mwenyewe ndo utamaliza shule. Nakuamini sana, ndio maana nikakupointi kijana mstaarabu mwenye hekima zake. Sijataka kutafuta wale mtaani wale unga. Nimekupointi wewe kwa sababu una hekima, unajua kuona, unajua mimi kaka nimeona vingi. Kwa najua kabisa jicho lako ni la hekima na maneno yako ni ya hekima. Kwa ndio maana nikasema hapa mpige hesabu 2 3 hapa ili nishinde, lazima uwe wewe. Basi haina shida. Hivi wewe alikwambia na shida ya kuolewa na wewe nani? Yaani umekosa wanawake, umetafuta kote, umekosa kuona mimi sasa ndo nafaa kuwa mke wako. Alafu alikwambia siku hizi kuna mahusiano sio ndoa za kutafutiana wanaume. Ni nani? Hivi wewe unataka kunioa kweli au na mipango yako mingine? Nakupenda, nataka nikuoe kweli. Ndio maana nimefika pale kwa kaka yako, nimemuelezea bwana. Nataka nimuoe binti wako, nimempenda. Akaniambia sawa, inawezekana. Ndio maana nimekutana leo hivi. Nadhani tuyamalize. Nakupenda, nataka nikuoe. Hivi unawezaje kumuoa mtu ambaye hauna mahusiano naye? Yaani hunijui, sikujui, basi tu umekurupuka. Nataka kukuoa. Unawezaje kumuoa mtu ambaye hauna mahusiano naye? Nadhani inawezekana. Mimi mwenyewe ndo nimekupenda na nimekufuata na nikueleza. Kwa hiyo kuhusu mahusiano na nini, nadhani ataendelea tukiwa ndani ya ndoa. Ndio nimeamua hivyo, nimemena, nataka kuoa. Sikiliza nikwambie kitu wewe. Kuanzia leo ninapoongea na wewe ndo mwanzo na mwisho kunifuatilia. Hakuna mtu atakayeolewa na wewe. Hakuna mtu anayetaka kuolewa na wewe. Kama wewe na wewe kakaangu mnajidanganya kwamba utanioa, hakuna. Si unanielewa? Sikutaki, sikuhitaji, sina mpango wa kuanzisha familia na mtu kama wewe. Kwanza, hatuendani, wewe sio type yangu. Umenielewa?
Hivi naota au macho yangu yananionyesha uhalisia kwamba sioti? Huyu ni wewe. Kivipi yani? Sidhani kama zimepita hata siku 2 toka nilivyozungumza na wewe. Ni kweli. Hata masaa 72 bado hayajapita. Ina maana ulinidanganya ili uje kimya kimya uoe mwanamke mwingine, si ndio? Usinifikirie hivyo. Ondoa imani potofu ndani ya kichwa chako. Mara ya mwisho tulivyozungumza mimi na yeye, maneno yako yalinipa nguvu na yakanifanya niamini wewe ni mwanamke wa thamani sana ndani ya maisha yangu. Na ndio maana nikaamua niweze kurudi mapema nikufanyie kama surprise, mpenzi wangu. Kwa hiyo vipi kuhusu kazi za watu huko? Nilishamaliza na nimekuja kumaliza kazi baina yangu mimi na wewe, na ndio maana unaniona niko hapa. Hivyo relax, ondoa pressure. Mimi ni wa kwako mama, nimerejea, naomba unipokee. Yaani afadhali wakiwa umerudi. Mimi naona kama umekuja kuniokoa hivi. Yaani kama umekuja kunikomboa. Nisikilize mpenzi wangu. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wewe unabaki na furaha siku zote. Sawa? Siwezi kukubali ukose furaha hapo mimi nikuangalie tu. Mimi ndio maana nikaamua kurudi kwa ajili ya hili jambo. Sasa sijajua ulikuwa na maana gani, ni kwamba nimekuja kuamua kukukomboa. Unamaanisha nini? Twende kwenye point. Baby, najua mimi nataka nikuombe kitu. Naomba ujitahidi. Yaani kama inawezekana hata kesho ulete barua nyumbani ili kakaangu tu ajue kwamba nina mtu. Maana ananisumbua sana. Kweli. Nisikilize. Kwa hiyo ni jambo dogo kwangu, lakini naomba unisikilize kwa makini na uweze kunielewa. Kazi nimemaliza, lakini sijapatika kupata pesa. Nimeambiwa pesa nitatumiwa kwenye simu. Hivyo basi, nikishatumiwa pesa mimi nitaandika barua na kumtuma mshenga nyumbani kwenu. Lakini barua sio gharama. Si unaandika tu barua, unaweka 20,000 hapo. Basi, kakaangu tu ajue kwamba nina mtu ananisumbua mpaka nakosa amani. Eliza, yaani mimi kwa samani ninavyokutambua samani yako, mimi niandike barua niweke 20,000? Siwezi kufanya hivyo. Mimi nasubiri nitumiwe pesa hivi karibuni. Nitaandika barua, nitatia talaki au 1,500,000, nitaleta nyumbani kwenu na jambo litaenda. Kikubwa naomba uwe na subira, tuweze kunivumilia mpenzi wangu. Usiwe na haraka. Nisharudi kwa ajili yako. Sawa mama? Ondoa wasiwasi kabisa. Ondoa shaka. Mimi nipo kwa ajili yako. Unaelewa? Utakiwa wewe.
Nini? Sikiza. Vichochoroni. Kwa hiyo unashindwa kukaa kufanya kazi zako za ndani kama mwanamke. Kwa vichochoroni nao walamba midomo hao. Una akili kweli zinakutosha? Dada mzuri kabisa. Unasimamishwa vichochoroni kwa hadhi yako ya kusimama vichochoroni kweli? Ndio kwangu mbona unaniaibisha? Ni nani? Uone aibu. Kaka. Akili yako imeishia hapa kudanganyana huku vichochoroni huku. Hata mazingira hayaendani na wewe. Haya yote huwa naongea maneno na kwambia nini, tulia mdogo wangu, si nini. Matokeo yako ndio haya. Vichochoroni. Kijana. Narudia tena, kijana. Naomba ukae mbali na mdogo wangu. Naomba ukae mbali na mdogo wangu. Lakini kaka, mimi ndo kwanza nimerudi leo. Sioni haja ya yote kuyazungumza, kwanza kunipokea. Mimi na malengo mazuri na mdogo wako. Kama umerudi, mimi inanisaidia nini? Mimi na mdogo wangu inanihusu nini kama umerudi leo? Kwa hiyo umerudi wewe leo kuja mtaani vichochoroni, kuja kusimama na wadada za watu, si ndio? Huyu ni mdogo wangu mimi. Najua akiumwa, najua ana changamoto gani. Kwa hiyo tafadhali kijana, kaa mbali na mdogo wangu. Kaa mbali na mdogo wangu. La sivyo utanitambua kwamba mimi ni mbaya. Wewe Eliza, nyumbani? Siendi. Unasemaje? Yaani mimi naongea au unanivutia midomo? Maana yake nini? Kwa hiyo ninavyoongea mimi hivi havina maana, si ndio? Kwa hiyo umeona mimi nimekaa napoteza muda, si ndio? Au umeona mimi sina kazi za kwenda kufanya? Yaani naongea, unanivutia midomo na angalia pembeni. Zinakutosha kweli wewe? Mpumbavu wewe. Sasa sikia. Mimi utake utaolewa, usitake utaolewa. Lazima nikuozeshe. Tena akija mtu mmoja hana hata mali kakubali tu kukuoa, mimi nakuozesha bila hata mali, mpumbavu wewe.
Mambo ni aje ndugu yangu? Sasa shwari bwana, vipi huko? Sasa bwana kama kawaida, sijui vipi huko harakati za huko. Sawa, sasa kuna jambo limekwama bwana, nataka unisaidie maana sasa niko chaka hapa. Alafu mazingira mfukoni sielewi zaidi. Shida yangu bwana, nilikuwa nataka uniazime hela kama pata kama 200,000 hivi. Kuna jambo nataka nikalisolve hivi kwa nipata 200,000 hivi. Hatuwezi kufanya namna yote sasa nikapata. Maana mimi sielewi niko chaka huko kwa hiyo. Kwa hiyo hamna namna yote kufanya hapo. Kuweza hata kuforce wapi nani sehemu yote. Basi poa, ngoja niangalie namna yote ya kufanya hapa. Limradi nipate, maana kuna changamoto hapa nataka nikaisolve. Basi poa bwana, haina noma. Poa. Hello? Naambia ndugu yangu. Bwana poa. Bado sijafanikiwa, yani hata sijui hapa nafanya nini, yani sielewi mpaka sasa hivi sasa. Sielewi kabisa ninapata wapi hapa. Umepata? Bwana shukrani. Hebu fanya wewe nitumie kabisa sasa hivi maana na shida nao sana. Bwana sikutegemea kama nitaipata sasa hivi. Wewe nitumie hiyo sasa hivi afu mimi nikarekebisha masuala huko. Sitashukuru sana bwana, hebu nifanyie hivyo sasa. Nasubiri hapa. Poa.
Bwana ndugu yangu uchelewi bwana. Shaingia bwana, nimeipata. Shaipokea bwana. Shukrani bwana. Shukrani sana bwana, nashukuru sana bwana. Maana sikutegemea kuipata muda huu. Basi poa bwana, nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Sawa, kama ulivyoona. Sawa. Yaani mimi ninachohisi sihitaji kuona kama unaanza kulalamika sana, unaanza kujiuliza sui bonus. Kaka, nisikilize. Upasi kulalamika. Kwa sababu stake zako zote umetumiwa. Ushaelewa? Masuala mengine ya bonus ni wenyewe mabosi yani. Ushaona? Alafu siku zingine wanaweza kukuahidi kuhusu masuala ya bonus ila wasitekeleze. Sawa, mimi nakuelewa, ila kikubwa zaidi ni kwamba stake zako zote umepata. Tulichokipatana stake zetu tumepewa. Sawa bwana? Ndio. Ila mimi naomba nikusitize kitu, labda nikukumbushe. Naamini kiasi cha pesa ulichopata ni kikubwa sana. Una uwezo wa kufanya jambo lolote la maana sana. Jitahidi ufanye jambo ili iwe ukumbusho kwamba bwana, nilivyoenda sehemu fulani kufanya kazi, stake yangu nilipata hiki na hiki na nikafanya hiki na hiki, itakuwa ukumbusho. Ndio. Nadhani tumeelewana. Kaka, sikiliza kaka. Najua ni ushauri sawa, lakini kwangu mimi hapana. Hapana kabisa. Hilo mimi siafiki. Kaka, swala la ndoa mimi siafiki, siwezi kuoa. Mimi siwezi kuoa. Kwa sasa hivi? Hapana. Wewe niache kabisa kaka, wewe niache. Mimi sasa hivi ninachokifanya ni chapa ilale. Wewe si umeoa? Tulia na mke wako, tulia na ndoa yako. Haiwezekani miaka miwili mimi nimeenda nimekaa site kule, nimehangaika, nimepata pesa yangu, eti hiyo pesa yangu nije kuitumia, nitafute mwanamke nimuoe, nimweke ndani, jasho langu nilivyoumia, namwachia pesa, hajafanya kazi yote, anakula, anashiba, anajiachia, afu wanawake wenyewe atabiliki. Hapana ndugu yangu, hapana. Ninamaanisha kwamba hayo masuala ya ndoa naanza kupewa cheti kabla ya mtihani wenyewe. Kwa hiyo jambo ndo mimi silitaki na sihitaji. Hapa kaka yangu nisikilize nikwambie, wewe umeoa, tulia na ndoa yako. Mimi hapa ni chapa ilale mpaka kiyama. Ndio hivyo. Kikubwa zingatia kodi, kazi. Basi. Washauri. Mbona tunaje? Ndio. Bwana, kwanza huu mguu uko hapa. Nipe mguu niondoke nako. Sio hivyo sasa bwana shemeji. Namaanisha ni kwa kuja kwako. Mwaga sena sasa. Sasa nadhani sikutaka kuchelewesha mambo Jana ulivyoniambia bwana afanye hivi nani tia akimbie pale na nini tumalize. Nimepambana nifanikisha kupata kale mzigo kale unaniambia tanguliza kama akishika uchumba. Na hicho ndicho huwa ninakuamini kwamba wewe ni kijana ambaye uko smart. Kwa hata nilivyoongea mimi jana juzi ile nikaongea, najua wewe utalifanyia jambo. Utaifanyia kazi ile jambo letu. Haya niambie. Nadhani uliniambia 200,000. Tumeongea kama 200,000 au 300,000. Bwana sasa unapandisha washemeji unaniambia 200,000. Sijapandisha bwana, ni kama 200,000 au 300,000. Sasa mimi hapa nimekuja nayo 200,000. Umekuja na mzigo? Nao hapa. Nao mzigo hapa. Haya, nipe huo mzigo bwana. Lakini ningetumia kwenye simu maana sina cash sasa. Sasa mambo ya kwenye simu sasa ushaanza mambo ya kwenye simu sasa. Sasa tunakufuadia kwenye simu hapo. Sasa mambo ya kwenye simu sio ndio kuna tena makato unajuaga kabisa mambo ya kwenye simu na kutumia na kutolea.
Kama ndo hivyo haina shida. Haina yaani shida. unatoa ilivyo 200,000. Mimi nakutumia na kutolea mashemeji. Iko shilingi ngapi sasa? Sio kawa uko kwenye simu na niambia kuna shilingi 20,000 yale si na nini kama tulivyokubaliana ile 2,500 ile la ngapi? Sasa unazidisha unazuri. Niambia bwana 200,000. Hivi unajua yule ni mdogo wangu ambao kwanza ni mke. Sio mwanamke. Maana kuna mwanamke na mke. Yule ni mke. Yaani ukishapata kisha ingia ndani ushapata jiko zuri kwa sababu ninasema ni mke mzuri, ni binti ambaye anajielewa. Kwanza anajitambua. Alafu jambo la pili shemeji. Unajua kunikotoka. Kanikera sana yule mtu. Kwa hima unavyoleta masiara si una nini utampoteza mke. Fanya hima, yani mimi yule mtu sitaki endelee kubaki pale nyumbani. Nataka nimuozeshe. Nia ya kumsaidia yule dada ni kumuozesha na sio kubaki pale nyumbani. Maana naona ashaanza kuniita mapicha ambayo siyaelewi. Hata wazazi wake huko waliko watakuwa watafurahia hili jambo. Kwa hiyo hiyo 200,000 sio kwamba ni hela kubwa au sio kwamba ni hela ndogo, hapana, kwa sababu umeshasema utanitumia. Mimi naona itakaa sawa. Lakini kuna watu wengine wanatuma hata 1,000,000, 500,000, 300,000 na nini. Hivyo. Kwa hiyo 200,000 kama unaweza kutuma tuma. Hebu subiri. Ona sasa simu mpaka nimeacha, kumbe nimesahau, nimeacha simu charge hapo. Sasa tunafanyaje? Mimi sio. Unaweza kuikuta mimi nakutumia hata pesa unaikuta kule. Unatuma 200,000 au 2,500,000? Bwana tuma 200,000 basi. Fanya basi. Basi mimi ngoja nitumie kwenye simu sasa hivi. Basi haina shida. Fanya. Yule mdogo wangu yuko vizuri na anajielewa. Kwa hiyo unapofanya kitu unakuwa umefanya kwa uhakika. Mimi nakuozesha mke ambaye yuko vizuri. Jina ulisema jina nani? Jina hapo linakuja Steve. Unajua mimi nimesajili na NIDA, ninampigia kula na passport nataka nikate kabisa ya kwanza niwe na visa ya kwenda nje. Kwa hiyo jina hilo Steve utapata nani hapo. Jina ishakuja hapa Steve. Sasa sikia. Kama ushatuma mimi. Unajua kuna mambo ya mtandao nini unaweza kutuma kukuta imetokea Steve, si Steve mweusi, Steve mweupe, sijui hapana. Nataka kuangalia. Nikikuta kama ushaweka hiyo hela, hiyo 230 na ngapi, nitakupigia. Sawa? Basi weka icheki. Yaani usijali dakika 0 tu na mambo yameisha washemeji. Yaani na kuamini yani pale ushapata binti, ushapata mke ambaye utakuwa we. Ngoja kwanza nitakupigia. Poa washemeji. Yaani usijali. Fanya hivyo. Huyu anajielewa. Watu kama hawa, tunataka watu kama hawa. Ndio maana napendaga huyu kijana kwa sababu anajitambua, anajielewa. Hapa ametuma 220. Ya kwanza nimpigie. Sisi hapata nini? Ndio bwana Jafet. Kitu kimeshaita huko. Shatiki. Yaani nikwambia ngoja nikaangalia, nimekuja kuangalia hapa. Sijataka kuchelewesha, nikupigie simu kujulisha kwamba mzigo ushaingia, nimeshauona. Si unajua tena kuna mitandao unaweza kufanya au unaweza kufanya ukarudisha tena. Bwana mimi nashukuru, niseme asante. Mungu akubariki sana sana sana. Lakini jambo la pili ni kwamba usikae muda mrefu. Usikae muda mrefu ndio. Yaani fanya hapa hata ndani ya huu mwezi kabla hujaisha uwe umeshakuja. Ndio. Hilo niachie mimi, wewe niamini mimi kwa sababu wewe unaongea na mimi. Yule mtu yuko, yani hapo mke ushapata. Yule mtu hana shida kabisa. Kwangu mimi nikisimamia jambo kama kaka, kila kitu kinaenda sawa. Yaani wewe mimi nakutoa hofu, usiwe na hofu kabisa.
Yaani kuwa huru kabisa, hata ukilala unalala kwa amani kabisa. Mke ushapata, bwana shemeji. Ndio. Yaani fanya tu hapa. Yaani mimi ninachokusisitiza kwamba usikae muda mrefu. Ushaleta hii barua. Fanya basi, leta na mahali, kila kitu kiende sawa. Tusikae muda mrefu. Unajua tena wadada wanaweza kawa tena kadha kuna nani hapo kachepuka kaondoka hapa kabla hajashitukia mambo. Ila najua kabisa kwa sababu tushakubaliana, tushaongea, jambo lishakaa sawa. Akishaona ishamwambia tu muamala huu ushaingia wa hela, hawezi kukataa. Ndio. Mimi ninasema usiogope. Sawa. Usijali kabisa. Haya bwana. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Fanya Sawa. Haina shida, usihofu kabisa. Sawa. Jamani. Nataka watu kama hao. Sasa usahau mtu akupe aweke barua 200,000. Wewe sio rahisi. Huyu kijana anajitambua. Na hata akikana mdogo wangu na hisi maisha yataenda sawa kabisa. Wewe Eliza. Hapa shaanza kula hela. Usianze kuleta siji nini na hela ishaingia hapa. Eliza. Mimi namuita mtu Kim. Wewe Eliza. Huyu kaenda wapi? Yaani mtu namwachia nyumba, naye anaachia kuku nyumba. Hii kali ya mwaka. Ngoja nipigie. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Na watu wa mitandao washaanzaga mambo yao. Ukaenda wapi? Na mazingira sio ya kusema mtu katoka muda. Hii vyombo hivi kaviacha, yani viko shabala bagara. Kweli ndo huyu unataka kumuozesha eti ndo wife material kweli? Nasikitisha sana. Kaenda wapi? Mabeti, yani leo nitampiga makofi huyu. Nitampiga makofi. Nikaona kaka kashaanza mambo yake ya ajabu. Kupiga waonekana ni mkorofi. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Kwamba simu yake imezima, imeisha chaji. Na shida ni unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Nasiweze masiana. Shaanza kula hela za watu.
naomba kupata. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena. Mbangu nimeachia wazi. Vyombo kazi chani. Nataka nimwambie, nataka kumwonyesha wewe wife material. Ndio vyombo viko hivi, shamba la bagala. Niko huku. Huko. Karibu kaka. Ujambo binti? Sijambo, shikamoo. Marahaba. Karibu. Asante, unaendeleaje? Naendelea vizuri, sijui wewe uko. Nashukuru Mungu. Namuulizia Eliza. Huko hajafika kwani? Au umemwona alikoenda? Kaka, kusema kweli Eliza mimi sijamuona. Nina siku 2 sijaonana na Eliza. Hata kuongea naye tu mimi sijaongea naye Eliza. Siku 2? Siku 2 sijaonana naye. Sasa atakuwa wapi? Maana nyumbani alivyotoka, yani ni kama mtu ambaye anatoka anakuja. Yani vyombo viko shabarabagala, milango hajafunga. Yani imeingia tu naita Eliza ikajua sasa atakuwa labda atakuwa huko kwa rafiki yake. Ndio maana nimekuja kukuulizia kama yupo. Kweli Eliza? Yani nyinyi mnanipa changamoto sana. Ndio maana mimi nataka aolewe. Haya mambo haya ya kusema nitakuja kuibiwa mimi pale alafu nitashindwa mtu wa kumlaumu. Hamna kaka, usikasirike. Kibaya zaidi hata simu yake haipatikani kabisa. Mimi napiga simu haipatikani. Unajua labda anakuja hapa kwa rafiki yake, maana si hapa karibu tu nilikuwa hapo kwa nyuma hapo. Unajua labda ameshafika hapo kwa rafiki yake ndio labda nikuombea. Sio dada wa kike, watoto wa kike nyinyi hapo mambo ya umbea. Kwa hiyo ningesema ngoja nimwangalie. Sasa unaponiambia tena na siku 2 hujaonana naye na hujaja kule nyumbani. Sasa utakuwa mimi. Hapo hata sijui. Na kama umepiga simu yake haipatikani. Sijui, ila atakuwa hajaenda mbali, atarudi. Msubiri maana mbona muda bado upo. Ngoja mimi niende. Ila ukimpigia au akikupigia mwambie kakako anakuulizia maana kashaacha nini. Dada nini? Ana changamoto sana. Hai. Karibu. Kweli nimerejea, lakini lazima nifanye jambo, maana ni muda mrefu sana. Muda mrefu nimeaso kama kuzipata nishazipata, bidi nitafute kwanza kiwanja kizuri nitulie niweze kuzitumia hela zangu. Yaani hapa ni mwanzo wa kutumia pesa zangu, natumia tu pesa zangu. Sasa pale kwa Robert Suki kiwanja bado kiko fresh kile. Maana ile guest ile kwa vizuri. Lakini sidhani kama vitanda vyake wamebadilisha. Hapana, tabini niangalie pale juu. Na unajua mimi hapa katikati nimecheza sana ndondo kapu. Nimepiga sana ndondo kapu pale Samuyo nimecheza pale KMC Complex, nimecheza Chamanzi pale. Sasa hivi natakiwa nitafute guest au lodge yenye maana, niazi ya kimataifa. Yaani kama uwanja, yani kama Benjamin Mkapa hivi. Nikajipigie vitu vyangu. Lakini na yapanga yote lazima hapo kwanza. Lazima nimcheki kwanza Manzi. Namcheki huyu Eliza huyu. Maana ni muda mrefu kweli. Huyu ndo anisumbuaje, nikisha kupata hela zangu huwa anisumbui. Yaani huwa ninavyotaka ndio hivyo hivyo. Hapa hela tu anazungumza.
haipatikani au mtandao. Sasa mimi nina hela sasa hivi, mimi ndo tajiri nimerudi. Yaani na hela sasa hivi natamba. Alafu unampigia maskini simu haipatikani. Maskini anapata wapi jeuri ya kuzima simu? Mimi maskini anazima simu kabisa. Alafu akija mimi sina hela. Kuna watu wengine umaskini unawapenda, yani unawatembelea kishenzi yani. Maskini anazima simu, anapata wapi jeuri ya kuzima simu maskini? Tajiri akipiga simu moja inatakiwa iite na ipokelewe. Sasa aona atalalamika au mimi maskini sina hela, baadaye kutafuta lalamika sina hela. Ndio nini sasa simu haipatikani? Mimi na hela zangu sasa hivi, yule mtoto nani sumbuaje kweli yani, nikiwa na hela natoa hela yangu nampa, napata vitu vyangu, ananiliwaza, ananilizisha muda wote. Sasa hapa itakuwaje hapa? Waacha umaskini watajua mwenye, lakini mimi hapa natakiwa nitafute mtu hapa. Yaani hapa nataka kitoka hapa pale kwa Robert ile lodge ile nzuri ya kimataifa ile sasa hivi kama kwa Mkapa. Wale watakuwa na mademo wale. Hawezi kukosa vibinti vizuri ambavyo yani nataka sasa hivi nitumie hela ameshapata. Hapa masuala mengine ndoa hamna. Hapa ni kutumia pesa zangu mwendo wa kuweka tuweke. Yani hapa bandika bandua. Hamna kitu kingine hapa. Yaani wakati unakumbuka. Unajua hii masuala kwa game, alafu sina uhakika na uwanja, inakuwa haipendezi kabisa. Utakuja kuleta mgogoro baina yangu mimi na bodi ya ligi. Hebu subiri kwanza nimcheki mwanangu kwanza. Mwanangu ndo atanipa mipango ya uwanja. Naweza ikala kwangu. Bora inaita. Bora. Kwa mwanangu. Useni dunia. Shwari ndugu yangu. Mambo vipi? Sawa. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikuulize. Naam. Yaani bado hizi kazi zetu bado unazifanya ndo zile zile au umeamua kuleft, yani umeamua kuachana nazo hizi kazi una mishe mingine? Kweli? Sasa mwanangu mimi nimerejea. Na nimerejea sasa hivi sasa nataka nije hapo kupumzika. Kwa hiyo nataka hapo nipate sehemu nzuri tulivu, yani nipate sehemu nzuri tulivu niweze kufanya mambo yangu. Ndio kaka, usijali, kwa shaka umepata. Au sio? Kwa shaka umepata, ila sasa ndio mlicho kusema hapo sababu unajua mambo yanadilika na vijana wako sana. Na sasa ndugu yangu nisikize, mimi nishakwambia nishafika na kuja. Yaani hapa sijafika sehemu yote, yani nataka wewe ndio uwe mwenyeji wangu, unipokee, unitafutie sehemu nzuri nitulie ambayo haina gozi. Ushayo. Hiyo masuala mengine wewe ondoa shaka, shida nini? Shida ipo kutokana na sasa kidogo mambo yanabadilika. Wote na wao. Shida gani kaka? Jambo lenyewe yani TV smart nini, sofa nini, yani sitakuwa sita yani uwanja mpana. Najipigia vitu vyangu. Hebu twende kwenye point bwana, unazunguka sana. Hebu niambie kwani shilingi ngapi? 30,000.
Sasa sikiliza ndugu yangu. Mimi nikajua bei yako ni labda laki na nusu kwenye 200,000 lodge kulala. Niweze yani viwanja ambavyo nisikilize. Kama ni 30,000 naomba uniwekee vyumba viwili. Lakini vyumba viwe karibu yani vitazamane yani hapa na hapa visiwe mbali. Viwili. Mimi si ndo nakwambia, mimi si ndo mtumiaji, niwekee vyumba viwili. Mimi nimerudi hapa. Nataka nije kurelax yani. Nikitoka Chamazi naenda kwa Mkapa. Najipigia vitu vyangu. Ushaelewa? Mimi nataka nije hapa. Mimi ndo niko njiani nakuja hapa. Alafu kitu kingine nisikilize. Hivi vitoto hivi vidogo hivi vya 2000 hivi videmjao hivi visungula tope hivi. Si vipo? Unataka vitoto achana masuala mishangazi ya nini? Hivi vitoto vya 2000 vina changamoto. Sio hivi. Hivi vitoto vimepagawa. Vitoto so poa. Sema sasa angalia. Na vitoto hivyo kwa chai ya ukoni tunataka kufanya operation. Nisikilize kaka. Hebu tuache hapo kwanza. Wewe niwekee hivyo vyumba, mimi nakuja. Maana ushanitisha. Nakuja niwekee. Nakuja. Na usia wewe niwekee, mimi nakuja muda huu nakuja. Nakuja. Kaka. Nimesogea pembeni ama nipokuwa hapo ulikuwa na kelele. Nilikuwa sikusikii vizuri. Niambie ndugu yangu, au ndo deni nini? Naona mapema tu naona simu yako hapa nimepata wasiwasi. Umempiga mwindi? We. Umepiga shilingi ngapi mwana? Milioni 2. Mwanangu na bahati kweli. Maana jana 200,000 leo milioni 2. Inayofuata sasa itakuwa bii sasa. Kweli una bahati ndugu yangu. Kabisa. Mwanangu mimi nifundishe kubeti sasa. Maana kama hivyo sijakuelewa vizuri au kwamba nikuwekea hiyo milioni 2. Yaani kivipi ya? Yaani umeniamini vipi nikuwekea hiyo milioni 2? Bwana, au nataka nitafutie kesi ni? Yaani kwa nini umeniamini kunipa milioni 2 nikuwekee? Basi mimi nashukuru. Kama umeniamini hivyo mtu kumpa milioni 2 ya kuwekee, maana sio kitu chepesi. Ni kweli najua sina mambo hayo. Na pia nashukuru kuniamini. Sawa. Basi sawa, wewe ondoa shaka, wewe nitumie hela. Mimi nitahifadhi tu bila shaka. Na wala sio na wasiwasi. So unajua mimi mwenyewe mambo hayo sina. Wewe mwenyewe umenielewa ndio maana umeniamini na umenipa hiyo milioni 2 nikuwekee. Si kitu chepesi. Kwa wewe kuwa na amani kabisa. Wewe nitumie hiyo hela. Namba yangu ile ulionitumia jana. Wewe nitumie tu, haina shida. Wewe kuwa na amani kabisa. Kuwa na amani kabisa. Na tena nashukuru sana kuniamini. Maana pako umeniamini kweli nikuwekee milioni 2. Tena usio na wasiwasi kabisa, muda wote ukihitaji niambie, muda wote saa yote. Hela yako ipo.
kuwa na amani kabisa hapa, sehemu salama, yani usio na wasiwasi. Muda wowote, saa yote wewe piga simu, bwana nahitaji hela yangu au nahitaji kiasi fulani. Wala usio na shaka, muda wote hela ipo. Wewe nitumie tu, haina shida, nitumie. Poa poa. Kweli Mungu akiamua kukupa kuandikia barua. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Kwa nini hapatikani? Yaani kwa nini hapatikani? Ina maana hili jambo hajachukulia serious. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Na kama hayuko serious na hili jambo, kwa nini asingeniambia tu? Angeniambia ukweli kuliko kunidanganya namna hiyo. Umenipotezea muda wangu. Kwa nini hapatikani? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena.
Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Umeenda wapi? Na kwa nini upatikani? Nimeshakula hela za watu. Na mwenyewe muda wote anaweza kaja. Nitamwambia nini? Natamani ingekuwa uongo. Haya, hiyo hela ya watu nairudishaje? Shemeji. Kwema? Kwema vipi? Safi bwana. Mzima? Safi. Naona kama umepoa. Poa vipi? Kwema? Niko hapa napunga punga ka upepo tu. Bwana bahati na wewe. Ningesema muda huu sinda. Kuta bwana. Ndio. Mimi nipo. Unajua siku ambazo unakuta sijatoka kwenye mihangaiko, unakuta naweza nikaa nimekaa hapa napunga punga upepo. Mambo yanasemaje? Kama kawaida, karibu. Asante. Ndio, nakusikiliza. Mimi nimekuja kusikia jambo la mahali. Mashemeji katika familia zenye bahati. Ndio. Familia yako ina bahati sana. Yaani mji wako una bahati sana. We. Yaani toka nitoe ile 200,000 ile jana. Yaani mambo yangu sasa hivi yananyooka, kila nikifanya hivi mambo yananyooka. Hivi hapo huwezi amini, jana tu kufikia leo hii nimekamilisha mimi ile hela mali. Kwa hiyo unapokuambia hivi, hiyo mali mimi niko nayo hapa. Kwa hiyo kufanya hapa nilichotakiwa wewe nitajie tu bwana mali kiasi kadhaa. Kwa hiyo kama itawezekana hata sasa hivi mimi nitoe hiyo mali.